vizuri? Amen. Unanielewa sasa? Amen. Kuna wakati mwingine unaweza kusema hivi, kwa nini Mungu asingenifanya mimi kuwa mweupe kidogo ama kuwa mnene kidogo? Ukishasema hivyo, maana yake unataka kulazimisha lile kusudi ambalo Mungu aliliweka ndio akarudi kiwandani kumtengeneza mtu atakayekwenda kuliishi lile kusudi. Maana yake unakataa kuwa yule mtu ambaye anatakiwa kwenda kuliishi lile kusudi na kutaka kuwa mtu mwingine. Jina la Yesu libarikiwe. Hivyo hivyo ulivyo umetengenezwa katika namna bora zaidi ya kuwa mtu bora zaidi hapa duniani. Unanielewa vizuri? Unanielewa sasa? Kwa hiyo mtu asianze kukusema kwa sababu ya uwembamba ulionao, ya unene ulionao, ya rangi ulionao, ufupi ulionao ama urefu ulionao. Hivyo hivyo ulivyo wewe ni bora kwa kusudi ulionao. Tunaelewa sasa? Tunaelewana vizuri? Na ndio maana usitamani kuwa mtu mwingine, kwa sababu ukitamani kuwa mtu mwingine maana yake hautaki kuwa bora katika kusudi ulilonalo, ila unataka kuwa feki katika kusudi la kitu kingine. Na hapo ndipo ugumu wa maisha unapoanzia, kwa sababu niangalie. Samaki hajawahi kufundishwa kuogelea, lakini ni bora sana katika mazingira yake ya kuogelea. Lakini samaki ukimtoa nje ya kuogelea kwenye surrounding ya maji, ukimweka hapa, anaweza asiwe bora. Unanielewa sasa? Mimi ni bora zaidi nikiwa hapa nchi kavu, kwa sababu Mungu amenitengeneza katika namna ya kuwa bora ndani ya nchi kavu. Lakini ukinipeleka kwenye maji, unaweza ukashangaa nikafia kwenye maji. Jina la Yesu libarikiwe. Kwa hiyo kila kitu kimetengenezwa bora sawa na kusudi, kila kitu kimetengenezwa bora sawa na eneo, kila kitu kimetengenezwa bora sawa na namna yake. Kwa hiyo kila mmoja hapa kwa namna ulivyo, jiangalie hivyo ulivyojitazama, wewe ni bora sawa na kusudi. Jina la Yesu libarikiwe. Amen. Na ndio ukikutana na mtu anakuangalia alafu anasema wewe nawe, alafu anaanza kusema namna ulivyo, anaanza kusema namna unavyoongea, anaanza kusema namna unavyotembea, mwambie